Kurudi kwa jini kwa Joseph. Baada ya Eric kuwa huru kabisa, kijiji kilirudi kwenye amani. Watu waliamini kuwa mambo mabaya yalikuwa yamekwisha. Lakini hawakujua kuwa jini yule hakuwa ameangamia. Alikuwa akitafuta mwenyeji mpya. Kijijini palikuwa na kijana mwingine aitwaye Joseph. Joseph alikuwa tofauti na Eric. Hakuwa na uzuri wa kupindukia, lakini alikuwa na tamaa ya mafanikio ya haraka. Alitamani utajiri, heshima na kuogopwa na kila mtu. Siku moja usiku, Joseph akiwa peke yake, alisikia sauti ndani ya mawazo yake. Nikikupa nyota kali, utakubali kunipa nafasi? Joseph hakujua ni nini, lakini tamaa yake ilimzidi. Akajibu kwa sauti ya chini. Nataka mafanikio kwa gharama yoyote. Kuanzia siku hiyo, maisha yake yakabadilika. Biashara yake ndogo ya nafaka ikaanza kukua kwa kasi ya ajabu. Pesa zikaanza kumiminika. Watu wakaanza kumheshimu na kumuogopa. Lakini kulikuwa na dalili zisizo za kawaida. Macho yake wakati mwingine yalikuwa makali kupita kiasi. Alikuwa na hasira za ghafla. Na kila aliyemkosea kidogo tu alipata mikosi ya ajabu. Eric, ambaye sasa alikuwa ameimarika kiroho, alianza kuhisi kitu kibaya. Alipomuona Joseph siku moja sokoni, alitambua ile hali aliyowahi kuwa nayo zamani. Usiku huo, Eric akaota ndoto. Sauti ile ikasema, nilishindwa kwako, lakini si kwa huyu. Eric akaamka kwa hofu. Akamwendea mchungaji na yule aliyekuwa askari wa kike. Akawaeleza kila kitu. Wakaamua kumfuata Joseph kabla mambo hayajaharibika zaidi. Walipofika nyumbani kwake, walimkuta akiwa peke yake, akicheka bila sababu. Ghafla, upepo mkali ukavuma ndani ya nyumba iliyokuwa imefungwa. Sauti nzito ikatoka kwa Joseph. Huyu alinialika mwenyewe. Eric akasogea mbele kwa ujasiri. Hapana, huna mamlaka tena hapa. Maombi yakaanza. Joseph akaanguka chini akitetemeka. Vita ilikuwa kali zaidi kuliko ile ya Eric, kwa sababu Joseph alikuwa amekumbali kwa hiari yake. Lakini kwa pamoja, Eric, mchungaji na yule mwanamke waliendelea kuomba bila kukata tamaa. Baada ya muda mrefu, Joseph akapiga kelele kubwa na kisha akanyamaza. Alipoamka, machozi yalikuwa yanamtiririka. Nimesukumwa na tamaa, samahani. Safari hii, jini hakurudi tena. Ilisemekana alitoweka kabisa kwa sababu hakupata tena moyo wa tamaa wa kumkaribisha. Joseph alibadilika. Akaanza kufanya kazi kwa bidii bila njia za mkato. Eric akawa rafiki yake wa karibu na mshauri wake. Na kijiji kikajifunza somo la mwisho. Tamaa ndio mlango wa giza, lakini toba ya kweli ndio ufunguo wa nuru. Usikose sehemu ya 4.